Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. We give God all the glory and praises. Naitwa Bishop Eric Munene Ngwere. Nashukuru Bwana sababu ya wakati ambao ametupatia tukaweze kushiriki pamoja katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Pamoja na hayo yote, wacha nikaweze kushukuru Mungu ili nikaweze kunena kile ambacho Bwana amekiweka ndani yangu, nazo sifa na utukufu zitamrejelea Bwana akiwa kwenye kiti cha uzima. Father, we thank you this good day and thank you for your goodness. Maisha yetu yako salama ndani mwako, na wewe ni Mungu mwaminifu usiku hata na mchana. Ninaponena kile ambacho umeweka ndani yangu, hasa kwa kanisa na kwa taifa na kwa maisha ya watu, naomba ya kwamba mkono wako ukaweze kuwa pamoja nami, na mkono wako ukaweze kuwa pamoja na yule ambaye ananisikiza. Najua ya kwamba ni mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Jina la Bwana lipewe sifa. Nataka kunena mambo mawili matatu pale, ili wale ambao wako na uwezo wa kusikia wakaweze kusikia, na wale wako na uwezo wa kujua kile kinaendelea wakaweze kujua. Maana Mungu ambaye ni mtawala pia ni Mungu ambaye unena na marafiki zake ili wasije wakapatwa na mambo ambayo ni mambo mazito. Kumbuka wakati wa Abrahamu, Mungu mwenyewe aliweza kutembea na yeye na kuangalia vile ambavyo ataenda kufanya kule Sodoma na Gomora. Na maana yeye Mungu ni mwaminifu, kulitokea Abrahamu ambaye alikuwa a great intercessor over the life of his child ambaye anaitwa Lutu. Kwa hivyo kila wakati Mungu akitaka kufanya kitu kizuri ama kitu ambacho kinaweza kuogofya mwanadamu, huwa anajulisha marafiki zake. Ndipo maandiko yanasema ya kwamba Mungu hatendi kila chochote bila kuhusisha ama kujulisha marafiki zake ambao ni manabii. Na nimekuwa nikiongea kuhusu how Kenya is ruled, na najua ya kwamba mahali tumefika kuna watu ambao wameweza kuelewa. Na jana nikasema ya kwamba nitaendelea kuwa a bit more prophetic as the Lord releases that prophetic grace upon me and also insight over the same, ili mtu akajue kile ambacho Mungu anakusudia kutenda. Maana kile Mungu anakusudia kutenda mwanadamu hawezani nacho unless aingie katika mpango wa Mungu, lakini Mungu hawezi ingia katika mpango wa mwanadamu. Maana Mungu ni mkuu, na Mungu ndiye ako na uwezo wa kutuliza, kunyamazisha na kumaliza mwanadamu. Lakini mwanadamu hawezi kutuliza wala kumaliza Mungu. Maana Mungu hakuumbwa, yeye ndiye aliumba. Jana niliweza kuangalia jinsi ya the history of the nation kidogo, na nikasema ya kwamba Mungu ametoa taifa la Kenya mahali mbali sana, na kanisa la Kenya limetolewa na Mungu mbali sana. Ikawaje siku hizi kuna watu ambao wamesahau kile ambacho Mungu amekusudia kutenda na kule Mungu ametoa hili taifa. Lakini every time Mungu ako na remnant wake ambao ako na uwezo wa kunena na wao na kuwapatia neema ya wakati uliopo na wakati ujao, ili wale ambao wataweza kuelewa wakaweze kupigania vizazi vijavyo. Niliweza kuguzia pia mambo ya kama kanisa linapoteza, na nikasema ya kwamba kwa upande mmoja ndio kanisa linaweza kupoteza, na upande mwingine kanisa linapata nguvu. Maana kuna watu Mungu atawaondoa katika barabara ili aweze kuweka wengine. Na nikasema ya kwamba tuangalie vile ambavyo Europe na kule kwingine makanisa yaliweza kuwa na nguvu mpaka yakapeleka injili all over the world. Ukiangalia hata kule Marekani, kule kwingine kwote, wale watu walikuwa naimba tenzi, neema inashuka. Lakini especially Europe na Spain, huko Spain, Europe, Scotland, utakuta ya kwamba ile revival ilikuwa pale. Saa hii huko ni garage, na kwingine ni monumental houses za kwenda watu angalia, wapige picha, serikali ipate pesa. Ombi langu ni kwamba kutakuwa na watu ambao hawatakaa sababu ya kuangalia kizazi hiki, kujenga manyumba ambayo ni makubwa ya dhahabu, lakini wataweza kujenga mioyo ya watu. Hapa namaanisha ya kwamba pia tunafaa kuangalia mambo ya watoto wetu na mambo ya vijana wetu. Maana injili haiwezi kuwa kuu kama tuna wale ambao tunawaachia.
Ukiangalia Kristo hakutembea peke yake. Alikaa na watu kwa miaka 3.5 ili akaweze kuwainstill na ethics za Injili, akaweza kuwainstill na mambo ya discipline ya Injili, so they became strong disciples, wale ambao walipopata neema kubwa wakawa ni mitume. So tunapofanya chochote kile tunafaa kujiuliza, je, Mungu mwenyewe akiwa juu mbinguni ako na watu wake mahali pale? Maana kanisa si manyumba yale makubwa, kanisa si madhabahu yale tunajenga na hii mikono. Kanisa ni mioyo ya watu. Hatutaenda mbinguni na magari na manyumba na chochote kile ambacho kiko dunia hii, ila tu mioyo ya watu. Lazima tuangalie ile mioyo tunaitunza namna gani, ile mioyo tunaifanyia kazi inayokaa namna gani. Maana when all is said and done, lazima tutaweza kujibu mbele za Bwana. Mahali pale pengine ningetaka kuguzia ni kwamba tunapoangalia vile ambavyo kanisa inaendelea, maandiko yanasema ya kwamba in Matthew 5:14, we are the light of the world. Sisi ni mwangaza wa taifa ama wa mataifa. Sisi ni mwangaza kwa ulimwengu wote. A city built on a hill cannot be hidden. Nitawaambia kitu kimoja. Ninajua kuna manabii wa ukweli katika hili taifa la Kenya. Kuna manabii ambao Mungu amewainua katika hili taifa la Kenya. Na wale manabii najua ya kwamba Mungu atazidi kuwatumia. Mungu atazidi kuwanenea. Maana Mungu ni mwaminifu kila wakati. Hivyo basi namaanisha tukazidi kuomba, tukazidi kufanya mambo ambayo yako katika mpangilio wa Mungu. Maana kuna mabadiliko yako hapa mbele. Hapa tu mbele kidogo. Hatua kidogo, mabadiliko makubwa. Hapa mbele. Kama vile nilisema tarehe 5 mwezi wa Januari, ya kwamba huu mwaka ni mwaka utakuwa na kelele kubwa sana. Pamoja na hayo ni mwaka ambao nguvu za giza na nguvu za mwangaza zitapigana sana. Jambo hilo lingine nikasema ya kwamba ngome zitaangaliana na ngome kumenyana. Na jambo hilo lingine nikasema ya kwamba madhabahu makubwa na madhabahu mengine yatapigana. Mimi sijabadilisha hiyo. Mpaka saa hii Mungu anasema hivyo hivyo. Na nikasema tuombe. I remember a prophetic word I say, we pray for the month of March. Huu tuko nao mwezi wa March. It's quite a defining month for the history of this nation and also for the entire nation. My prayer is that Mungu ataweza kufungua watu macho, wakaweze kuelewa kile ambacho kinafanyika. Kwa nini? Kwa sababu giza ingetaka kutawala. Lakini Mungu anasema ya kwamba mwangaza kidogo uko na uwezo wa kutoa giza kubwa. Kuwe na watu ambao wako tayari kutangaza injili ya Bwana na kufanya kile ambacho Mungu angetaka tukaweze kuangalia. Pia kuna kitu ningetaka kusema ya kwamba saa hii mahali tumefika tujue ya kwamba taifa linayumba yumba. Na Mungu atusaidie, maana kama kanisa litaweza kuelewa ile mipango ibilisi amefanya, kanisa litakuwa implicated katika mambo ya umwagikaji wa damu. Wale wanakumbuka last year nilisema tuombe sana kanisa lisiuzwe katika mambo ya umwagikaji wa damu. Maana shetani angetaka kutoa kafara kupitia damu za watu, kupitia damu ya watu, ili miezi ijayo, mwaka ujao, kuweze kuwa na mambo mazito sana. Lakini Mungu naye ni nani? Ako na uwezo, ako na nguvu, ako na mamlaka, ako na uwezo kuliko maadui zetu. Bwana akapigana hii vita ambayo iko mbele ya taifa letu. Maana kuna watu ambao Mungu anaenda kupigana na wao na atawaangusha. Angalia ni Farao. Farao alijisikia sana. Akaona ya kwamba yeye ni kila kitu. Akasema warudishwe. Tuko mahali pale. Na mimi nawaambia ukweli, tuko mahali pale. Tuko mahali pale. Lakini kuna kitu ambacho Bwana anasema na tukaweze kukielewa, kukijua na kukielewa vizuri. Ya kwamba hili taifa ni la Mungu. Hili taifa ni la Mungu na Mungu hatasumbuana na wanadamu. Mungu hatasumbuana na wanadamu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu ambaye akipigana vita hakuna mtu ataweza kusimama mbele zake. Akipita
Yeye mwenyewe ndiye barabara. Kwa hivyo naamini ya kwamba kuna kitu ambacho kitafanyika. Nevertheless, tunafaa kumwombea kiongozi wa nchi ya Kenya, maana ako katika njia panda. Njia panda kama vile nilisema last year in the month of September. Inarudia tena, ako katika njia panda, and very soon atakuwa mtu ambaye ako katika hali ya kujiuliza, where do I say, what do I say, where do I stand and what do I do. Na hapo ndipo kutakuwa between him, on the table kuna the good and the right, and the right must prevail over anything that could be good in the eyes of men. My prayer is for wisdom that can only come from God. Maana kiongozi sio ile tunamuona, kiongozi ni wale anaongoza. So kuna watu nisikia wakisema, manabii wa uongo wakasema ya kwamba yeye anakufa, anafanya hivi, anakufa pale. Our bitterness cannot change the heart of God. Our bitterness cannot change the heart of God. Mimi sijaona kukufa kwake. Mimi sijaona. Instead nimeona Mungu akimfinya mpaka afike mahali amwangalie, awe hakuna msaada mwingine ila wa Mungu. Na huo ndio msaada tungetaka kama taifa. Maana kuna solution Mungu anakuja kuleta. By the end of this year, there are solutions that God is about to bring. Hilo jambo jingine ni kuhusu mambo ambayo nilisema na imekuja tena. Kuna mwangaza ambao nimeona ukitembea from the east going to the west. From the east going to the west. Na nikimaanisha ya kwamba kuna maandiko yamekuwa yakija ndani yangu ya kwamba kule watu wamekuwa wakiishi katika giza, mwangaza mkubwa umepatikana. Mwangaza mkubwa umepatikana. Mwangaza mkubwa umepatikana, na ni Mungu ataruhusu. Maana kuna watu wamekaa wakiwa wamekandamizwa na sauti moja. Kuna watu wamekaa wakiwa wamekandamizwa na sauti moja, na Mungu anaenda kuinua sauti nyingine. Mungu anaenda kuinua sauti nyingine. Vile niliwaambia kwamba watu ambao wanasema kuhusu Mount Kenya ni yao, na wanasema ya kwamba Mount Kenya kuna mtu anafaa kuiguza, ishaguzwa. Nikamwambia inaenda kuguzwa, na iliguzwa tu. Hata saa hii Mungu anasema ya kwamba mambo bado kutakuwa na mambo mengi ambayo yatafanyika, na kiburi itashushwa. Wale wanaume ambao wamesema ya kwamba wao ndio wanaweza kuongea, Mungu hawezi kuongea. Mungu ataongea, na ongea pia kupitia feminine voice by the grace of God. Kuna kitu ningetaka kusema, lakini singetaka kuisema kwa undani, lakini ni muhimu nikaweza kuitaja. Kuna mtu ambaye nimeambiwa nimesema 2 weeks ago as well, ya kwamba he should put his house in order. He should put his house in order. He should also mentor so quickly. He should quickly mentor vijana, maana kumekuwa na hiyo roho ya kukandamiza, na hiyo roho inaenda kuvunjika. Na kama hata mentor wengine, familia yake itakuwa katika shida, maana Mungu naye atasema ya kwamba enough is enough kwa wale ambao wamekandamizwa siku nyingi. That one is in connection to what I have said. I see a light coming in the side of the west. In the side of the west. Na nikisema hivyo, Mungu anajitukuza akitenda makubwa, aidha mazuri ama mabaya, maana yeye ni Mungu. Na ulizangu maswali saa nyingine. So namaanisha ya kwamba kuwe na mtu ambaye ataelewa kile nasema, maana kuna jambo linakuja kufanyika, sijui ni lini, but one thing I know, sauti inasema ya kwamba huyu mtu ambaye ako pale amekandamiza, kupitia yeye madhabahu na nguvu ambazo zimetawala nchi miaka mingi kinyume na maendeleo in the west, should put his house in order. Why? Things are not as they seem to be. Because a change is coming. Silence will be heard. Silence will be heard, and noise will erupt. Why? Because of awe. When the awe will be
will erupt in the mouths of many, then a solution will start coming and building up. I hear also a voice telling me to mention what I've just tried to point kidogo, ya kwamba there will be a voice, a feminine voice from the west. Ile voice ambayo inatoka west itakuwa ni kubwa. There will be a feminine voice. Hii nitaongea baadaye, siongea zaidi saa hii, lakini watch. There's a feminine voice that is coming. That will be known. Ya kwamba hapa Mungu pia ameinua huyo. Na saa hii ameanza kugroom ulimi wake akaweze kuonekana, na Mungu ataweza kutusaidia. As I wind up, I would like to warn the church, or to charge the church, kuwa careful katika matendo, ili kanisa isinje ikaingia katika kumwagika kwa damu. Maana kanisa ni mwangaza. Chochote ambacho kinafanyika lazima kiwe cha kumtukuza Mungu. Iwapo ni kutembea katika serikali, fine. Matoleo, fine. Everything. But let us not politicize the altars of God for the benefit of humanity. Let God be glorified. Why? God can work out things in his own way. Kwa hivyo hata kama mwanasiasa atakuja aweze kufanya lile na lile, si lazima everything work political. Let wisdom supersede strength, because God is the one who gives wisdom, and the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So mimi sijakataa watu watoe kwa Mungu. Siwezi sema kwamba wasitoe. No, let them give. Why? If they have, let them give. Some are billionaires. Some are quite hyper billionaires. Let them give whatever they may want to give. But wisdom must supersede strength. Why? Mungu anapenda hekima. Mungu anapenda hekima. I will say this, my brothers and sisters, there is God in heaven. And this God who is in heaven, he will show himself strong. Mr. President, Your Excellency, I know saa hii mambo ni mazito. I know very well ni mazito. But let there be grace to take you through. Kuna manabii wa aina nyingi. Kuna diviners. Kuna false prophets. Kuna watu wanaoperate na familiar spirits. Na watu wako chini yako kama wa Kenya. But remember the rock that you are cut and the quarry that you are hewn. Why? Mungu ako na nguvu zaidi. Kumbuka kule Mungu alikotoa Hague. Kumbuka kule Mungu alikotoa humiliation. Kumbuka kule Mungu alikotoa. So do not forget that. Do not forget that. Why? There is God in heaven. Na yeye ni Mungu ambaye hushika watu mkono hata wakati kuna giza, anamulikia barabara. May God remember this nation and the west of this nation as the Lord prepares you for greatness. You've been suffering for quite long, but the light has come. The light has come. I know what I'm saying. The light has come. Kwa wale ambao wanahubiri injili, tumwamini Mungu. Tumwamini Mungu na Mungu ataweza kuonekana. Lastly, also, let us pray that hii human sacrifice isizidi tena. Maana zile vifo vimekuwa zikiendelea, abductions and every manner of untimely deaths, kwa watoto especially, ni kafara kubwa zimetolewa kwa sababu ya kule ambako taifa shetani angetaka kulishika. Maana kuna watu ambao wanatawala katika taifa silently. They have been there for years and years. Na nje rais akalii kiti kile watu wanafikiria. Kuna kiti ambacho cha kiroho ambacho pigana nacho sana. Maana kuna watu ambao they are global powers in the world
of darkness, wale ambao wamesha hapa ya kwamba taifa la Kenya lazima litakaa kama zile taifa zingine. But God is fighting for this nation. Once again, God bless you. God be together with us. I pray. I see a newness coming in our nation. I see a new dawn in our nation. Let us not be worried. The Lord is together with us like a mighty warrior. He will teach our hands to wage war and our fingers to fight. My brothers and my sisters, the Church of Christ, let us put away malice and greed and every manner of sin so that we can see what the Lord has prepared for us. What no eye has seen, what no ear has heard, and what no heart has conceived. That is what the Lord has kept for us who love him, who are ready to walk and work just because of him. We thank you, Lord, for your word, and also we thank you for your grace. Father, I pray that in all things you show yourself strong. Thank you for hearing me and for showing me what is about to come. May these people know what I'm saying. In Jesus' name we pray. Amen.